Kila mmoja akague ndoa yake, halafu ajikague nayo tabia ya kufumbia macho baadhi ya mambo. Kama mtu hana tabia hiyo ya kufumbia macho, ajue mgogoro anaukuza yeye. Lakini kama unayo tabia mambo fulani fulani unafumbia macho, utatibu vitu vingi kweli. Halafu na faida moja inayopatikana kwenye kufumbia macho baadhi ya mambo, sio utapata nafuu ya ile ndoa kuwa imetulia tu, bali wewe unapona unaposamehe. Ukiwa bado hujamsamehe mtu, unaugua, unaumwa, una hasira naye, unatamani umlipize, unatamani ujue kwa nini amefanya hivi na kwa nini hakuwa na huruma. Zote zinakujia. Lakini ukishaamua kufumbia macho baadhi ya mambo ukamsamehe, umeshapona, uhitaji dawa yoyote. Pime mambo uliyosamehe, halafu ujione unavyokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuzindua kwa kipengele hiki cha kusamehe kwenye Suratun Nahli aya ya 61. Msikilize Allah mwenye nguvu. Lau kama Allah angewaadhibu watu kwa dhulma wanazozifanya, Allah amemwambia fanya hivi, afanya vingine, anafanya vingine. Kama Allah angetuadhibu kwa hizo dhulma zetu, anasema ma taraka alaiha min da, asingeacha hata mmoja ambaye anatembea.